Huwezi kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu mpaka umtambue Mwenyezi Mungu. Na sehemu mojawapo ya kumtambua Mwenyezi Mungu ni kukuhifadhi kitabu chake na kuweza kukisoma na kuyaishi. Maana yake hatutarajii watoto wa kike na wa kiume tuliowaona mbele yetu leo wakisoma vizuri kabisa kitabu cha Allah itafika siku hawa wawe majambazi. Hapana. Itafika siku hawa wawe na mambo ya ajabu yanayotajwa huko duniani. Hapana. Kwa hiyo tunaandaa familia zilizo bora za kesho ambazo zitaendeleza pia kizazi kilicho bora cha leo na kesho. Pamoja na hilo la kuandaa familia zilizo bora, tunaandaa pia watumishi watakaotutumikia kwenye nafasi mbalimbali walio na hofu ya Mungu. Yeyote anayehifadhi kitabu cha Allah hawezi kusumbuliwa na ufisadi. Yeyote anayekihifadhi kitabu cha Allah hawezi kusumbuliwa na wizi. Ndicho tunachokifanya. Tunawaandaa watoto hawa ndani ya vifua vyao wanayo maneno ya Allah, lakini tunawaandaa na kule shuleni wanakuwa wanaijua dunia yao na kesho yao. Hawa ni watumishi wa serikali yetu wa kesho na kesho kutwa, tunaoandaa ili waendelee kututumikia sisi wa Tanzania na dunia kwa ujumla. Ndugu zangu, haya yote yatawezekana kama tutaweza kukisoma kitabu kitukufu cha Allah, tukakihifadhi na tukakiishi kitabu hiki. Kama ambavyo tumeelezwa nini madhumuni ya kuletwa kitabu hiki kitukufu. Ndani ya sura ya 59 aya ya 21 Mwenyezi Mungu ametueleza na akasema lazima tuweze sisi wanadamu kufikiria ni kwa nini tumeletewa kitabu hiki. Kitabu hiki ni cha aya. Kitabu hiki kinaletwa sio kwa moja, lakini kinaletwa kwa aya, unaisoma na mwishoni. Aya nyingi zilizosomwa leo tumesikia kwa wale wenye akili na kwa wale wenye kutafakari watafakari. Kwa hii aya ya 21 sura ya 59 Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, Mwenyezi Mungu anatuambia lau anzalna ala alquran ala jabalin la ra'aitahu khashiya mutasaddian min khashiyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allakum yatafakkarun. Huyo ndio mheshimiwa huyo. Hii ni aya ya 21 sura ya 59 sura Al-Hashir. Mwenyezi Mungu anatuambia lau maneno haya yaliyosomwa leo mbele yetu hapa yangeshushwa juu ya jabali, yangeshushwa juu ya mlima, basi tungeuona mlima ukiyeyuka, mlima ukiinama kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo Qur'ani aliyotuletea Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake nini? Kama tungeisoma, tukaitafakari na tukayaishi yaliyo ndani ya kitabu hiki kitukufu, kusingekuwa na wazinifu ndani ya dunia hii, kusingekuwa na wezi ndani ya dunia hii, kusingekuwa na mafasiki wanaotuhujumu miradi ya maendeleo, tusingekuwa na watumishi ambao hawahudumii wa Tanzania bila kuwa na hofu ya Mungu.